Na karibu mtazamaji wetu kupitia studio zetu zilizopo Amana Hospitali. Tunapatikana jengo la utawala floor namba 1. Na leo mada yetu katika kipindi chetu hiki cha Afya Talk, tunao mada mezani ambayo inazungumzia kuhusu ugonjwa wa fistula. Na tunaiweka hii mada leo mezani kwa kuwa kila ifikapo tarehe 23 mwezi wa 5 huwa dunia inaadhimisha siku hii ya fistula. Na leo studio ni kwetu hapa tunaye mgeni ambaye ni mtaalamu wetu kabisa, muuguzi bingwa ambaye ametembelea ili kuja kutupa mawili matatu kuhusiana na ugonjwa huu, na yeye atajitambulisha mwenyewe ili watazamaji wapate kumtambua. Lakini pia ukitaka kutufuata tunapatikana kupitia Instagram, unaweza ukaandika Amana Hospitali RRH, lakini pia Facebook tunapatikana kupitia Amana RRH. Basi karibu uwe nasi tufuate. Na sasa basi mgeni wangu anaweza akajitambulisha. Karibu sister. Asante. Kwa majina naitwa Eunice Lema, ni muuguzi mkunga, ni kwa Amana Hospitali kitengo cha mama na mtoto. Naam. Sister, taka leo tuzungumzie kuhusu ugonjwa kwa sababu inawezekana ugonjwa upo lakini labda wa Tanzania wananchi kwa ujumla hawaujui vizuri ugonjwa huu, ingawa labda wanaugua. Taka tujue ugonjwa fistula ni ugonjwa gani? Nini maana ya fistula? Fistula ni tatizo linalotokea, ni tundu linalotokea kati ya uke na njia ya mkojo na njia ya haja kubwa. Pindi mama anapokuwa amepata uzazi pingamizi, ambapo akipata uzazi pingamizi ina maana njia ya mtoto kuweza kutoka na njia ya mama kumpokea yule mtoto kuweza kumtoa inakuwa inakingana. Ikikingana ndio mama anapata fistula, ambayo hii hali inawaletea mama wengi adha na kuumia, kwa sababu inakuwa inawaletea adha, yani kujinyanyapaa. Obstetrics tunasema kwamba ziko njia aina mbili za fistula. Kuna fistula ya kwanza ambayo tunasema ni VVF, ambayo ni vaginal rectal fistula, na ya pili tunasema ni rectal vaginal fistula, ambayo hiyo ndio inakuwa imetoboka njia ile ya haja kubwa, inaruhusu kinyesi kinatoka. Na ya kwanza ambayo ni VVF ni njia ya mkojo, ndio inakuwa imetokea tundu na kusababisha yule mama anakuwa anatoka na mkojo. Na hizi fistula zote mbili, ndio sababu ni nini? Sababishwa na nini? Kuna visababishi vingi vinavyosababisha yule mtu kupata fistula. Kitu cha kwanza kabisa ni ule uchungu au kukaa kwenye kipindi cha kujifungua. Anapoanza uchungu wa kujifungua yule mama akichukua muda mrefu, ndipo anapokuja kupata huo, tunasema amepata obstructed labor, ambayo inakuja kufanya anatoboka pale wakati mtoto anatoka. Nyingine ni hawa watoto ambao ni mtu amebeba ujauzito akiwa mdogo, umri wake ni mdogo, anaweza kupata fistula. Au mwingine inatokea kwamba mtoto ni mkubwa kulikoni njia ya mama ya kumpitisha yule mtoto, ndio inakuja kusababisha yule mama anakuja kupata hiyo fistula. Mtaalamu wangu ameelezea vizuri kabisa, akiangazia pia kuhusu mimba za utotoni, na amesemekana kabisa sababu mojawapo ni kubeba mimba akiwa na umri mdogo. Kwa hiyo hii uizingatie kabisa, ni jambo muhimu sana kuelewa hivyo. Je, huyu mama ambaye anaugua huu ugonjwa wa fistula, zipo dalili za wazi kabisa ambazo awali kabisa anaweza katambua na mama akaweza kuwahi kupata matibabu? Dalili za wazi kabisa ambazo mama huyu kama ametoka kujifungua anaziona, kwa sababu kama alikuja kujifungua alafu sasa hivi akikaa kidogo tu hivi mkojo unamtoka au majimaji yanamtoka, unajua kabisa huyu mama amepata shida fulani, au amepata tatizo. Akikaa anashindwa kuzuia mkojo au anashindwa kuzuia choo chake mwenyewe. Hiyo ni dalili nyingine mojawapo ya kuonyesha kwamba mama huyu
amepata tatizo la fistula. Yeah. Okay. Na zipo athari za kiafya kwa mama huyu? Zipo athari nyingi za kiafya ambazo mama huyu aliyopata fistula anazipata. Kwa sababu mama huyu, fikiria kwamba njia yake saa zote inakuwa na unyevunyevu. Vile inapokuwa na unyevunyevu pale, wadudu watakuwa, atapata maambukizi. Unaona, akipata maambukizi ina maana mama huyu kama amepata maambukizi lazima atatajika kupata matibabu. Yes. Alafu na mama huyu kama amepata maambukizi hayo, ina maana kwanza yeye mwenyewe kiafya anajinyapaa mwenyewe, anaanza kuogopa, na jamii inaanza kuona mbona huyu anakuwa hivi. Kwa hiyo moja hapo ndio hiyo, anapata maambukizi ya muda mrefu. Nimeona hapo umehusanisha pia na athari za kwenye jamii, na hii ugonjwa unahusishwa kabisa na unyanyapaa kulingana na dalili ambazo mgonjwa huyu ambazo zitamkuta, hususani kutoka labda uchafu, labda harufu na vitu kama hivyo. Jamii inawachukuliaje watu wenye ugonjwa huu? Kwa sababu zipo imani nyingi sana huko mtaani, hususani na masuala mengi yanahusiana na masuala ya afya. Mfano nasema kuna watu wakikaa labda toka kinyesi, labda wanasema huyu mtu labda anashiriki mapenzi ya jinsia moja. Kumbe ikawa sometime kumbe ni fistula, kitu tunasema labda anashiriki mapenzi ya jinsia moja. Kwa mama huyu akishapata tatizo kama hili, wanaamini kwamba labda amepata laana, lakini sio hiyo, kwamba ni tatizo kwamba mama yule anatoka kinyesi au anatoka mkojo, wanaona kwamba vile anavyotoa harufu ndo wanaanza kumnyanyapaa, yani anaona huyu anatengwa na jamii. Lakini kama mtu akiweza kugundulika na mapema, anaweza kupata matibabu na tatizo likaishi kabisa. Okay. Yeah. Mtaalamu wangu amedadavua vizuri kabisa. Basi nikuombe uendelee kuwa nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana kupitia Instagram, andika Amana RRH, lakini pia tupo Facebook, andika Amana RRH. Naam, hebu tuangalie sasa huyu mgonjwa wa fistula. Je, fistula mtaalamu wangu inatibika? Kabisa. Na njia sahihi nzuri ya kufanya matibabu yayo ya mazuri ni pale mgonjwa anapogundulika kwa mara ya kwanza. Ukigundua kwa mara ya kwanza kwamba mgonjwa huyu akaripoti na mapema akapatiwa matibabu, fistula inatibika kabisa kwa njia ya upasuaji. Yeah. Okay. Kwa matibabu ya fistula yapo kabisa. Ukiona dalili hizo ambazo mtaalamu amezizungumza hapa, basi wewe wahi tu katika kituo cha afya, wataalamu wapo waweze kukusaidia. Na njia zipi ni bora za kuzuia fistula? Njia bora kabisa na nzuri ya kuzuia fistula isitokee mama mjamzito yoyote anapokuwa mjamzito, kwanza tunashauri aripoti kituo cha kliniki. Ili aweze akianza kuripoti mapema kliniki, ina maana sisi tutagundua kama mgonjwa huyu ana shida. Kwa hiyo kama ni mdogo kwa kiumri, tutampeleka mapema referral. Na kama hata kama amechelewa, lakini sisi wakati tunamhudumia kule, kuna vitu tunavyoviangalia vya kitaalamu, tunajua huyu hawezi kuzalia hapa, lazima tumpeleke kwenye hospitali kubwa. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ahudhurie kliniki mapema kabisa ili agundulike kama ana shida. Na lingine, mama huyu anaweza kuzuia kama hata pata mimba za utotoni, anaweza kuzuia asipate fistula kwa sababu atakuwa amekomaa vizuri, amefikia kipindi chake cha kubeba ujauzito, hawezi kuja kupata fistula. Na tatu pia, kama anakula chakula chake kizuri, hawezi kupata fistula. Lakini sasa unakuta mtu mwingine hajala vizuri, amebeba mimba akiwa mdogo, alafu hakuhudhuria kliniki vizuri, hivyo vyote vinachangia mama huyu kuja kupata tatizo baadaye. Asante sana. Elimu hii sasa ikufikie wewe baba ambaye unatarajia kupata mtoto. Serikali inatushauri kupitia Wizara ya Afya kuambatana na wake zetu kwenda kwenye kliniki pindi anapobeba ujauzito mama. Na umeona elimu hii inayotolewa hapa kwamba fistula inabainika pindi mama anapokuwa amewahi kwenda kliniki. Lakini pia wizara inatushauri, Wizara ya Afya, kuambatana na wake zetu
kwenda kwenye kliniki. Nadhani ndio haya ambayo mtaalamu wangu anazungumza, ambao sisi kama wababa tukapate hiyo elimu kwa ajili ya kumsaidia mwenza. Na mtaalamu, kuna kundi maalum la wanawake ambao liko hatarini kupata fistula? Kama nilivyosema kwamba kwa awali kabisa, wale wanaobeba ujauzito wakiwa bado hawajafikia umri chini ya miaka 18 au wako rahisi kuja kupata tatizo kama hilo. Bado tunamwangalia mtoto, mimba za utotoni bado zinasisitizwa hapa. Hakikisha unabeba ujauzito kwa umri sahihi kabisa. Chini ya umri wa miaka 18 sio kipindi sahihi cha mama kubeba ujauzito. Athari zake ndio hizi ambazo tunazizungumza leo katika studio yetu hapa. Na mtaalamu wangu, je, kuna changamoto zozote ambazo zinawakabili labda wataalam katika kutoa huduma, kuwahudumia wagonjwa wa fistula? Ni zipi changamoto? Changamoto zipo kutokana na tatizo hili la fistula. Wanaotakiwa kulifanyia matibabu ni madaktari bingwa. Madaktari wetu bingwa sio kila hospitali wapo. Kwa hiyo unakuta mtu amepata tatizo akiwa sehemu ya mbali, lazima apate referrals kuletwa kupelekwa kwenye kituo ambacho atapatikana na daktari bingwa ambaye ataenda kumsaidia. Kwa hiyo changamoto kubwa zaidi, hakuna madaktari bingwa wanaotosheleza katika kutoa huduma hizo. Mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Afya Talk na mada yetu iko mezani hapa. Tunaangazia leo ugonjwa huu wa fistula. Ni ugonjwa kidogo ambao mama akiupata una kaibu fulani kulingana na dalili zake ambazo mama ule atakuwa anazipata. Na tumeangazia hapa kabisa athari zake katika jamii. Mama wanatengwa, lakini mwenyewe anaweza kujinyapa kujitenga. Na nirudi kwa mtaalamu wangu hapa. Je, sasa una ushauri gani sasa kwa jamii hii ili Watanzania hawa wapate kujua, wapate kusaidika kupitia elimu ambayo tunaitoa hapa leo, hususani Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye anaendelea kutupambania kwenye miundombinu, dawa, vifaa tiba. Sasa sisi kama wataalamu ambao ndio tunambeba yeye, kwa sababu anatuboreshea ili wananchi wake wapate kile ambacho yeye anapenda wananchi wake wapate. Sasa sisi wataalamu na jukumu kubwa sasa la kumsaidia rais kufikisha elimu hii ili tusifikie kwenye kuugua, tukinge, tusiangalie sana kwenye kutibu. Unawashauri nini? Nilikuwa na shauri jamii anapoona dalili hizo mlizokwisha kuzitaja pale juu, kwamba ametoka kujifungua akaona anatoka majimaji au anatoka kinyesi, asisite kuripoti kituo cha afya au hospitalini ili aweze kupatiwa matibabu kwa haraka, kwa sababu fistula inatibika kwa haraka. Kadri utakavyo ripoti kwa haraka na ndivyo utakavyo matibabu yako yatakavyokuwa mepesi. Lakini ukicheleweshwa, ina maana maambukizi yakishaenda mbali, bado kutakuwepo na changamoto nyingine. Lakini ninachoshauri hasa ni kwamba kuripoti kwa mapema anapoona zile dalili tulizozitaja, hizo za kutoka uchafu, majimaji, choo. Akiripoti mapema atasaidika kwa haraka. Asante sana, ni kushukuru sasa sister kwa elimu ambayo umeitoa kupitia kipindi chetu hiki cha Afya Talk. Na nikushukuru pia wewe mtazamaji wangu ambaye ulikuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hadi tamati. Na nikuombe sasa uendelee kuwa nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana Instagram kwa kuandika Amana RH, lakini pia Facebook kwa kuandika Amana RH. Nikuombe kuendelea wanasi katika vipindi vinavyofuata. Na hichi kipindi chetu kilikuwa ni Afya Talk, tukiangazia mada ya elimu juu ya ugonjwa wa fistula.